Bwana asifiwe. Amina. Nikukaribishe kwenye ibada ya jioni leo tena. Uko tayari kujifunza? Amina. Jumatatu nilifundisha somo linaloitwaje vile? Sawa tu. Siri za ndoto. Mungu asifiwe sana. Amina. Na leo nataka niendelee tena kufundisha kwa habari ya siri za ndoto. Siri za nini? Za ndoto. Na nilivyoanza Jumanne kufundisha kwa habari ya siri za ndoto, kuna mambo kadhaa tuliyaona. Mungu asifiwe sana. Amina. Wale mliokuwepo Jumanne tulisoma andiko gani? Mstari wa ngapi? Mwanzo 1:20. Mpaka H. Sawa. Tukaona pale mambo kadha wa kadha, lakini pointi kubwa ni kwamba Mungu anaweza akasema na watu kwenye ndoto. Bwana asifiwe. Amina. Na si kwamba tu Mungu anaweza kusema na watu kwenye ndoto. Mungu tukaona anaweza kuwaonya watu kwenye ndoto. Haleluya. Amina. Lakini tukaona pia kwamba kwenye ndoto Mungu anaweza akawatokea watu. Hebu sema Mungu anaweza kuwatokea watu kwenye ndoto. Lakini tukaona pia jambo lingine kwamba kwenye ndoto Mungu anaweza akasema na watu. Akasema na nini? Na watu. Akawaambia ili fanya, ili usifanye. Lakini kwenye ndoto tukaona pia ya kwamba unaweza ukakutana na viumbe wa kiroho. Mojawapo ni Mungu mwenyewe. Na tukaona pia hata shetani, malaika wa nuru, malaika wa giza. Lakini pia unaweza ukakutana na wajumbe wa Mungu. Kama wote mtumishi wa Mungu amekutokea, mnapiga naye stori, ama anakuombea, ama anakushauri, ama anakuzuia mambo fulani fulani. Lakini pia kwenye ndoto unaweza kukutana na wajumbe wa shetani. Hebu sema wajumbe wa shetani. Wajumbe wa shetani. Lakini tukaona pia kwenye ndoto, kwenye Mwanzo 20:1 mpaka mstari wa 7, kwamba Mungu anaweza akamzuia mtu. Mungu asifiwe sana. Amina. Tunaona Abimeleki akiwa amemchukua mke wa mtu, Mungu akamzuia, akamwambia usifanye jambo hilo. Hilo jambo ukilifanya utakuwa mfu. Utakuwa nani? Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anajaribu kumwambia Abimeleki, kuna mambo ukijihusisha nayo unakufa kiroho. Unakufa nini? Na jambo mojawapo ni zinaa. Inamfanya mtu anakufa kiroho, hata kama bado anaishi, hata kama bado anatembea. Mahusiano yake na Mungu yanakuwa yamekufa. Na sio mahusiano yake na Mungu tu. Biblia inasema anayefanya zinaa anafanya ndani ya mwili wake, lakini dhambi zingine zote anazofanya mtu anafanya nje ya mwili wake. Kwa hiyo unapofanya hilo jambo unakuwa umeharibu mwili wako. Unanisikia vizuri mwana Mungu? Na unapokuwa unajihusisha na zinaa, Biblia inatuambia afanyaye uzinzi na mwanamke hana akili kabisa. Unajaribu kutuambia hauna akili. Hauna nini? Akili. Yes. Unajaribu kutuambia mimi ni mzungu wa leli mbumbumbu. Unanisikia vizuri wakisema mwana Mungu? Kwa hiyo leo nataka tuendelee tena kuziweka wazi siri za ndoto. Siri za nini? Ndoto. Kama kwenye ndoto watu wanaweza kuzuiwa ama na Mungu ama na shetani, ninakuhakikishia leo kuna watu wengi wamekwama kwenye maisha yao, si kwa sababu hawana jitihada ya kwenda mbele. Wanajitihada, wanajitahidi sana, wanatoa bidii ya kutosha, lakini wamekwama. Lakini kama ishivyo Mungu, jioni ya leo
misimamo yao katika jina la Yesu. Kuna watu katika ndoto, katika ulimwengu wa kiroho wamekwamishwa kwenye bandari za kiroho. Unajua bandarini mizigo huwa inaletwa, ni yule anayeweza kufanya clearance and forwarding, anaweza akatoa mzigo kwenye bandari. Lakini kuna wewe umekwama katika bandari. Unaona hatua fulani imekwama katika bandari, lakini kama ishivyo Mungu wa mbinguni, hautakwama kwenye bandari tena katika jina la Yesu Kristo. Afya yako haitakwama kwenye bandari, uchumi wako hautakwama kwenye bandari tena. Ile ndoto ya kuinuka ambayo umewahi kuiota umeinuka, ile ndoto ya kustawi umewahi kuiota umestawi, ile ndoto ya kupata fedha umewahi kuiota umepata fedha, haitakwama kwenye bandari tena. Leo unainuka tena kwa jina la Yesu Kristo. Bandari za rohoni leo zitakuachia kwa jina la Yesu. Unanisikia vizuri mwana wa Mungu? Juzi nikarekodi video nikaituma kwenye channel ya kanisa. Kasema Mungu akikuzuia ni jambo jema, lakini shetani akikuzuia ni jambo la balaa sana. Kuna watu ndani yao wana kiu ya kumtumikia Mungu, lakini wamezuiwa. Kila wakitamani kupiga hatua, anatokea mtu anamkatisha tamaa. Kwani kanisani kwenu mnaenda kila siku? Amchoki. Lakini ana uwezo wa kuuliza, mbona mnaenda baa kila siku na amchoki? Unanisema hicho kiongea mwana wa Mungu? Mungu akitaka kukusaidia anatuma watu. Amina. Na vile shetani akitaka kukuharibu anatuma watu. Jioni ya leo Mungu amenituma kwa ajili ya maisha yako tena katika jina la Yesu. Amina. Zile ndoto ulizowahi kuoneshwa na Mungu, zile ndoto bora, zile ndoto za ufanisi mzuri, zile ndoto za kushaini ambazo Mungu amekukuonesha, lakini zimekwama kwenye ulimwengu wa kiroho, leo zinaenda kuganduka tena kwa jina la Yesu. Hazitanasa tena kwa jina la Yesu. Leo tunaenda kuita ndoto zile ambazo Mungu alitupa kwa jina la Yesu. Haleluya. Ninaomba nisome na wewe kwenye kitabu cha Mwanzo 28. Genesis chapter 28. Genesis 28 from verse 1 to the last verse. So you better accompany me. Hallelujah. Amina. Naomba nisikie ameni ya kwako mwana Mungu. Amina. Mwanzo 28. Tumefika watu wote? Mwanzo iko mwisho wa kitabu. Kule mwishoni kule. Amina. Ndio inapatikana. Sawa? Alafu 28 ipo katikati ya kutoka Zaburi unapata 28. Mwanzo sura ya 28 mstari wa kwanza. Biblia inasemaje? 1, 2, 3. Basi Isaka akamuita Yakobo, akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanaani. Umesikia maneno? Amina. Hayo maneno umeyasikia Amina. Wewe unachumbiwa, unaambiwa huyo mkaka achana naye, utaishi kwenye manundu. Baba ananionea wivu. Nenda mwanangu, nenda. 2, ondoka uende wapi? Padani Aramu. Anasemaje? Mpaka nyumba ya Bethueli baba wa mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani ndugu wa mama yako. Anasemaje tena? Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza, ili uwe mkutano wa makabila. Bwana asifiwe sana. Amen. Sikiliza mwanangu, sio somo langu hili, lakini niongee hapo. Kuna ukoo ukioa, kuna ukoo ukioa ambayo umeona kwenye mstari wa 3 hautayaona. Kuna ukoo ukioa hautaona baraka. Kuna ukoo ukiolewa ama ukioa hautaongezeka. Kuna kuna ukoo ukioa hautazidishwa. Hautafanya nini? Hapa kuna kubariki, kuna kuzidishe, kuna kukuongeza. Alafu anasemaje? Ili uwe mkutano wa makabila. Kuna ukoo ukioa, kama ulikuwa alolo apeche, utazeeka ukiwa alolo apeche. Ndio maana ndoa ni jambo la roho. Hautakiwi kurupuka. Unatakiwa upige magoti mara nyingi, umlilie Bwana
Unanisikia vizuri? Amina. Ninavyoongea na wewe, kuna ukoo babu kizaa babu hakusoma shule, babu kizaa bibi hakusoma shule, wakaja wakaona tena wakamzaa babu yako. Babu yako pia hajasoma na bibi yako pia hajasoma. Bibi yako huyo na baba yako na babu yako wakamzaa mama yako na baba yako. Wewe wazazi wako pia hawajasoma, wanashangaa na wenyewe wamezaa watoto hawajasoma. Mnadhani mambo ni ya kawaida. Nisikilize mwanangu, kuna kamsemo kanasema siku hizi huko mjini, mwanamke aliyesoma hata kama mkikosana atakwambia sorry babe, sorry dear, kuliko na mwanamke ambaye hajaenda shule anakwambia nipige sasa, nipige. Haya, ambao sasa hajasoma sema baba unatubagua. Mimi sijasema hivyo, umenizia vizuri. Alafu pia sijakuzoea usiende kusoma, nenda ukasome shule. Mungu asifiwe sana. Amina. Tuendelee, mstari anasemaje? Akupe baraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja nao, upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako, Mungu aliyompa Ibrahimu. Tuendelee, anasemaje? Basi Isaka akampeleka Yakobo. Akampeleka nani? Yakobo. Naye akaenda Padani Aram kwa Labani mwana wa Bethueli. Anasemaje? Mshami, ndugu wa Rebeka mama yao Yakobo na Esau. Esau akaona ya kwamba Isaka amembariki Yakobo na kumpeleka Padani Aram ili ajitwalie mke huko, na katika kumbariki akamwagiza akasema, usitwae mke wa binti za Kanaani. Unaona maneno haya? Hata zamani ilikuwa hivyo. Wazee wetu, mimi nimekuwa akiwaambia ndugu zangu wakubwa, ukoo fulani usiende kuoa kabisa, usiende kuoa. Ukiwauliza ni wachafu au ni wachawi au kuna ukoma au kifafa, mambo kama hayo, walikuwa waruhusu kijana aende kuoa ama kijana aende aolewe. Alafu pia nimeshangaa, si unasoma Biblia kama mimi nimesoma hapa, jambo nimeshangaa. Huyu Yakobo hakwenda kumtongoza mke wake huko chini, hakwenda kutongoza. Alibebwa akapelekwa, akaambiwa wewe ndio mke wako. Vijana wa siku hizi wanamalizana wao kwa wao. Alafu mambo yakiharibika wanakuja kuwashirikisha wazazi, mtutue, mtupumzishe. Mlikutana wenyewe, malizaneni ninyi wenyewe. Amen. Baba jihusishi na mambo yangu yapi? 7, tusome kwa sauti. Na Yakobo amewatii babaye na mamaye, akaenda Padani Aram. Hebu sema utii. Utii. Rudia tena. Utii. Sijafika kwenye somo langu, nimekuanzia mstari wa kwanza ili tuone kisa. Bwana asifiwe sana. Amina. Sikiliza. Wazazi wakikwambia acha kuolewa na masumbuko, hata kama kwao kuna fedha, umeona kwao ni matajiri, acha. Amina. Unanisikia vizuri? Umeoja olewa? Amina. Acha. Ngoja nimuulize Emmanuel. Wakati unaona na Anania alikuwa na chochote kweli? Anania alikuwa na chochote wakati unaona naye? Alikuwa na kazi kake tu. Si nzao, lakini alimficha. Alikuwa anampima. Sije kai gero hii imekimbilia kazi nilionayo, kumbe hajanipenda. Na wanaume mjifunze kwa wewe kijana unanirekodi. Jifunze kuwa msiri. Angalia huko kwani sikilize mimi. Jifunze kuwa usipende tu mimi natakupa gari yenyewe huna. Takupa ng'ombe, kumbe ng'ombe zenyewe za mzima chiro. Tuendelee hapo, mstari ngapi tumefika? 8. Inasemaje? Esau akaona ya kuwa binti za Kanaani hawakumpenda Isaka baba yake. Basi Esau akaenda kwa Ishmaeli akamtwaa Mahalathi binti Ishmaeli mwana wa Ibrahimu ndugu wa Nebayoth kuwa mkewe pamoja na wakeze aliyokuwa nao. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Kwenda wapi? Harani. Kwenda wapi? Harani. Kwenda wapi? Harani. 11. Akafika mahali fulani. Hebu sema mahali fulani. Mahali fulani. Hebu sema mahali fulani. Mahali fulani. Hili ni neno kubwa. Taweza kufanya nifundishe mahali fulani. Biblia inasemaje? 11. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake,
akalala usingizi pale pale. Hebu sema mahali fulani. Mahali fulani.